Looking for powerful talks, entertainment, campus discussion? Tune into Uamuzi Radio, the home of bold voices and great vibes. From inspiring interviews on Uamuzi in the Talk. How did Amapiano music start? And where did it start from? I'll tell from the beginning, no worries. How will you describe campus politics today? Okay, in my respectful view, the campus politics today, they often reflect a sharp division, whether ideologically, tribal based or personal interest. Tubonge kabisa ndani ya Uamuzi Radio vibes. Bonge mtoto tunakuambia show iko lit sana. Sijui unasikiza ukiwa upande gani nchini Kenya? Tuambie umetegea wapi? Hebu mimi nikuulize swali. Ni kama Andrew Kibe role model wako. Yes, sasa. Hapo kwa tesa Ami kitu nimejaribu. Nakwambia mimi nilipika uji nikaa kwa thermos, na nikachukua hata maji kwa mwaga maji nikapika ugali. Ugali wa video inanuka ile ndimu. Ndimu bro. Watu wanakula ugali ya muhogo, wanakula ugali ya bro. Ugali flavor to grade. To music that keeps your day alive. If I tell you all my if I tell you all my feet. You are listening Uamuzi Radio. More fire, more hits. Uamuzi Radio. Le général Dangote, le grand Mao. East or west, whopping your best. Western man, tutaku chase. Bring trouble, make a mess. Pop, pop, violence. 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 We bring you content that informs, educates, and entertains. Wherever you are, stay connected and listen live. Tap in now through our online radio streams. Uamuzi Radio, your voice, your station, your story. Ladies and gentlemen, thank you very much. This is Uamuzi Radio, Kenya's #1 online radio station in Kenya, and of course, this is William Msungu in Uamuzi in the Talk. Welcome back, our guest of honor. We are glad also to have you back, and also unajua ukishapoteza mgeni tena kumpata tena mara ya pili na kuanga ngumu sana. Lakini nashukuru sana kwa uvumilivu na pia kuelewa ya kwamba pia kuna kuanga sometimes na tatizo. Unajua Kenya ya saa hii mambo ni ngumu, haijulikani. But nashukuru sana kwa wewe, kwa nyinyi guests, kwa kuelewa na kuvumilia na sisi. I believe we can do some introduction. We can do some small introduction because we had done an introduction pale mchana, lakini sasa kwa sababu ya wasikilizaji ambao wamejiunga na sisi tena kwa mara ya kwanza, wanaweza pia kujua wewe ni nani na ili tuendelee. So
welcome. Let's start with Joseph. Introduce yourself just a little bit, then we continue where we left from. Thank you very much, Mr. Our radio presenter, our radio host today. Yes. My name is Joseph Ezekiel Sindani, the president for Kakamega Tertiary Students Association, and a vibrant youth leader from Kakamega, and also former student leader at the University of Eldoret. I'm glad to join this interview today. Yes. And hope we shall interact more and share more during the interview. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Walter, you can introduce yourself. Okay, thank you very much. I hope you can hear me. Yes, we are getting you loud and clear. Okay, thank you very much, the host, for your invitation for us to be your guest today. Yes. And I want just to greet our listeners. Muko salama. Mimi naitwa Walter Gide nikiwa the Viga Youth President. I represent all the young people from Viga County, all the way from students to the general young people, the youth group. So I am the representative and I talk on their behalf. I'm very much humbled to be here. Looking forward to have an interactive session. Yes. And I'm here to respond. Send your questions, your concern, and I'll be ready to respond to them. Yes. Oh, wow. This is nice. So, where we left from during our last show, before we were cut short, we were talking about there is this question that I had asked, and our brother Silas was trying to explain. Our brother Joseph, was the one who was explaining. So the question was, what should universities and colleges do that you feel they are not doing? Yeah. So I believe, Joseph, you can continue, or you can start again by telling us, what do you feel to be done in these colleges and university or campuses that you are feeling that they are not doing? Thank you very much again, yes, our host today, for this opportunity to share about what can universities do that we feel that they have not been doing. And the first thing, and I guess we left the conversation from the perspective whereby in campuses, most of us, these comrades are students in tertiary institutions, yes, they get the challenge of their finances. Na hii finances inachangia ile maneno ya kuinama, as we said in the morning. Yes. So na hiyo kuinama is whereby people go ahead or go maybe a day or half a day without a meal, or even some have to go to the extent of 2 days maybe without a meal. That is a challenge that has been facing, and it is still facing most of the comrades at the campus level, which the institutions, our managements do not understand that problem. And also maybe the parents at home, sometimes they do not understand that problem is being encountered with campus students. Another problem, I said, wanafunzi wetu wanapitia that's the problems of mental health, whereby many of them, they are affected mentally because of that issues of financial support, maybe family issues, maybe maneno ya fees, na several other aspects that lead to that aspects, and sometimes it leads to depression, and it even can lead to death, yes, of these students. Another thing, Pia, some of the students, when they join these campuses, they get to have these careers and some of these careers are just parental centered, kwa sababu ni mzazi tu alikuambia mimi nataka ufanye kosi fulani, lakini wewe mwenyewe maybe hukuipenda ama hukuazimia kuifanya. Yes. Hivyo unapata mtu ana join campus, anafanya kosi zake, anafika hata mwaka wa 3, lakini bado haoni umuhimu wa ile kosi. So mimi naweza sema kukiwa pale shuleni
tunaweza kuwa na zile mentorship programs na zile career programs za wanafunzi pale shuleni. Pale unapata kama tuseme mwanafunzi anafanya kosi fulani, hata akiwa pale pia aendelee kupewa mwongozo zaidi katika ile kosi ama ile career ambayo anapasu. Labda ni mtu alikuwa anataka kufanya, yeye mwenyewe alitaka kufanya kosi ya walimu, lakini pale mzazi alimwambia lazima ufanye kosi ya uhandisi. Unajua atafika mwaka wa 3 lakini bado hana hiyo passion ya hiyo uhandisi. So we can have those mentorships and career guidance where atagaidiwa aone, akaya pia aone basi hata kama mzazi alinilazimisha, lakini pia aone ule umuhimu wa kusomea ile kosi, ajue ni manufaa gani inaweza pata katika hii course, na pia ni maybe ina umuhimu gani, na pia naweza pata wapi kazi na kwa njia ipi naweza hakikisha kwamba nimefaulu katika hiyo course. Nyingine pia katika vyuo vyetu maybe kuna wale wanafunzi wabunifu wana ideas tofauti katika ukuaji wao, lakini unapata maybe shule zingine vyuo vyetu havijapatia kipaumbele wale wanafunzi kama vile zile ideas zao, but wakati shule zinaweza kuja ama management ikiweza kuchukua mkondo wa kuwasaidia wanafunzi hawa, itakuwa imesaidia sana pale pakubwa kwamba wanaweza saidia katika marketing ya hizi ideas, wanaweza saidia kwa financing hizi ideas, wanaweza saidia pia kwa kupeana mwongozo kwa vile hawa wanafunzi wanaweza endeleza zile ideas zao na kuzimarket na kuhakikisha kwamba zimewasaidia na ziweze kuwa za manufaa sana, na kwa sababu zinaweza kufaa watu wengine kule nje hata kando na wale wenyewe, kwa sababu hizi innovations ni nyingi sana, lakini kwa sababu ya kukosa ile support hawa wanafunzi pia hawapati kujisaidia. Na pia nikimalizia, labda kuna hizi ukienda kwa vyuo vikuu vingi kuna zile kits za bursary. Kwa sababu most of the time hizi vitu huwa zinapewa kulingana na the political ama ile connection ambayo uko nayo maybe na wale wanafunzi viongozi waliochaguliwa katika pale kwenye chuo kikuu. Hivyo basi kumaanisha kwamba kama huku wa support utapata support hii pia kulingana na kwa sababu na hali yako. Watareward wale ambao ni loyalists. Unapata pia yule mtu anajiweza amepata kwa sababu alikuwa rafiki ya yule kiongozi aliyeingia madarakani. Lakini tukiweza kupata shule zikiweza kuwa na wakati mtu anafanyiwa admissions wanachukua the clear record ya yule mwanafunzi ili kwa sababu hiyo ndio wakati mzuri ambao wanaweza pata the clear information about mwanafunzi, waweze kutilia maanani, alafu waanze kufuatilia. Wakiona pia ni mwanafunzi ambaye hajiwezi, wamweke akuwe an automatic beneficiary member wa zile kits za bursary ambazo ziko pale katika vyuo vikuu. Na itakuwa imesaidia pia wale wanafunzi ambao hawajiwezi pia waweze kupata masomo. Ita reduce zile rates za deferment. Kama mtu uwezo wake labda ni kiwango fulani, wajue huyu anafaa kama ni bursary apewe 2,000, huyu anafaa 15,000, huyu anafaa 5,000. Si wapee mtu 5,000 ama 15 na yeye mwenyewe anajiweza. Wow. Lakini Yes. Kuna point pale ningependa kujua zaidi. Umesema lakini sasa unajua umejibu swali la what are the biggest challenges facing students or the youth today pale hivyo kwa mambo na kulala njaa hapo kwa siku inaisha bila kukula. Can you tell us what should they do for them to make sure students don't sleep hungry, ama wakose ati kitu ya kukula, ati mtu anaenda kukaanga unga kama ndugu yetu alikubali ati alikaanga unga akiwa college, akiwa campus. Sasa ni mbinu gani ama mbinu ipi wanaweza fanya ili wasilale njaa? Wacha pia Walter Gidei pia, wacha Walter pia akaweze kusema jambo alafu tunarudi kwako.
Walter. Yes, sema kuhusiana na what should universities and colleges do that you feel they are not doing. Yani, yes, you can tell us something. Okay, thank you very much. I think I will not repeat what my brother has just shared because I'm supporting him 100%. Yes. From the innovation clubs to the mentorship and to the issue of the accountability. So for me, in my remarks, I think I'll focus majorly on in terms of leadership because he never touched about the leadership at the university. Yes. So for me, what I feel should be done, first of all, we should encourage disbursement of help on time. You know, see the very comrade anainama yet he or she is paying tax. Yes. The same to their parents. Our parents are paying taxes, but we always have delayed bursaries. For example, during the last semester, I think tuliona tulikuwa na strike. Comrades walitumia what they had because walikuwa nakaa tu kwa nyumba. Yet lecturers walikuwa kwa strike. So we must start by having a government that is very much that recognizes education as a priority of this nation, so that we can have help being disbursed in time, lecturers being paid in time. Not that lecturers are on strike, students tuko nyumbani. Umejua ukikaa kwa nyumba kama comrade utapika, lazima utapika upike, so chakula inaisha. Yes. But kukiwa na classes you can minimize because you'll be in classes at the same time unarudi kwa nyumba ni jioni. Ya pili, I want to talk about the challenge, especially the Aden Duale, the act that he proposed to the parliament, the bill about the leadership of the campus. Yes. He delegate voting. You know, the same way my brother Ezekiel alisema in campus, as long as you support maybe a particular candidate, it becomes a challenge after the needy student kupata the bursary or even work study program. So what will be done for me, what I can propose that should be acted immediately, we should amend the act. We don't want to have the delegates voting structure. But we want to have the majority vote. We just not using this issue of delegates to vote for, imagine 30 delegates to decide the fate of over 30,000 students. Yes. It does not make sense. We just need to have a popular vote count. If we want to have a very strong leadership in university and colleges that can transform I want to talk about the issue of lecturers. Umejua ukiangalia most of our lecturers, yes, the current the way they cover their coursework, wanatumia zile tu nini za zamani. The same way they taught maybe 10 years back. They are the same method they are using to teach currently. Yes. And tunaelewa we have AI, you see? Yeah. We have technology. Yes. So our lecture should also adjust to the current trend. Adjustment curriculum, especially maybe I know the CBE will be better, but for the 844, maybe those who are still there, we need to start revising our courses. Yes. We have many graduates, but they are not employed. Yeah, true. Because wakitoka college or university, their course they are no longer marketable. And especially the public university. You face a lot of entities. Yes. So we must be able to adjust. We want to see, come on, innovation. Look at the innovation in MQ. You cannot compare them with the innovation in the University of Eldoret. Yes. So we must be able to adjust to that. I think I've just tackled the issue of the leadership and the issue of the curriculum, because I think I'll talk about mentorship, which I support. Yes. I think we are in a good position to proceed. Yes, Walter. Thank you for the remarks. Those are good suggestions that you have there, talking about
leadership, because a lot of institutions wanna suffer because of poor leadership. It's one way of coming with a solution, but now there is this one thing that we have not talked about. Hii swali ya watu kulala njaa. Wewe unaonelea aje Walter? Hii swala la watu kulala njaa, tunaweza fanya namna gani ili comrades wasilale njaa? Okay, jambo la kwanza, the host, yes, pia comrades wetu lazima wakuwe pia responsible for that. Yes. You know, pata help. They always embezzle their funds in making sherehes, in terms of taking their girlfriends out. You see, so they should also be accountable for that. You know, if you are a very unajua kujipanga kama comrade. Yes. You need to save the money. Uje utajipanga aje. Utakubaliana na mimi comrade, after amepata help ikaange zaidi ya wiki mbili. True. Hiyo pesa ni sherehe, ikingivi ni sherehe na mabeshte, kama ni kupeleka dem out, hivyo expenditure inakuwa mingi. So jambo la kwanza tunaanza na sisi comrade wenyewe. Yes. Are we responsible for the little money that we have? Yes. So hiyo ni jambo la muhimu. Na mimi ningependa hiyo ndio kitu inafaa to insist kama comrade. Are we responsible for that? Jambo la pili, what I can just mention, our university should also empower, support our students, especially for programs like work study program. They must increase the slots. Yes. Because utapata an award only maximum 600 or 1,000, maybe in other universities. Yes. So we must be able to ensure that our university are growing. Growing means kama hii mwaka walipewa watoto 1,000, next year tuone wamepewa watoto 2,000. We must show some growth. Yes. Ya tatu, what we can do mambo na kuinama. Yes. You know, we must, all these things zinarudi kwa government. Yeah. You know, we must start having how we can make education free. Yes. Unaona? If you can allow me, I can talk briefly about the new funding model. No problem. You can talk about it. Yes. So yes. I just want to refer to the new funding model. You know, at first tuliambiwa, according to the concept, the program ilikuwa inaangalia capability ya mtoto, ya mzazi. Yes. Anaweza pata pesa ngapi, analipa KRA pesa ngapi. But it's unfortunately the system has turned against the same low income earners. Wanafunzi drop out ni mingi. Yes, kwa sababu mtoto hawezi afford kulipa 80,000 or 90,000. Yes. Amewekwa maybe band 3 ama band 4. Unaona? Haizi manage. Ya pili, angalia mtoto amewekwa band 1 ako na loan ya 30,000 semester 1, 30,000 semester 2 na ako band 1. Unaona? Yes. Huyu mtoto akimaliza atakuwa na loan kubwa. Na saa hii imagine unalipa interest hiyo help loan. After umemaliza hivi, the end of your 4th year, interest inaanza kuincur. Yes. Unaona? With the current no employment opportunities in our country. That's why we must start pushing help loan attract any interest. Kama ulipewa loan ya 160,000, you just pay 160,000. Secondly, the same way we have COSIPs. COSIPs ukimaliza form 4 unalipa 1,600, they place you to a university or a college. Yes. We want to have a new body that after umemaliza shule inakuwa responsible the same way to apply mambo na COSIPs. You apply the same. Went internship for 1 year. At least after 1 year utakuwa umepata skills za kunavigate kwa streets, umepata at least umejishikilia mahali. Yes. Unaona? Yes. These are issue that our MP should start pushing for. Sio kelele za kukua bunge wamepotelea 2 term na 1 term. Yeah, you know we don't have a National Assembly one. Yeah, very true. Very true. Even the speaker himself anaenda matanga. Very shameful. Very shameful.
Wacha Joseph pia akaweze kusema kitu hii mambo na kuinama, na unaweza tuambia kitu hii mambo ya kuinama inakuwaje? Joseph, unanipata loud and clear? Ya, ndio nakupata. Yes. Na nitaanzia tu pale ambapo mwenzangu ameachia akisema hii ni mambo ya kuinama inaanza na comrade mwenyewe. Yes. Just the way you plan yourself. Unajua pia wengine wetu ama wenzetu kwanza ndio mwenyewe unajielewa. Kwanza unaangalia background yako, mahali unatoka. Hali ya nyumbani iko vipi? Wewe mwenyewe umejipanga vipi? Hii karo yako yafaa ulipe vipi? Unapata wenzetu kwa naweza sema 90% ama 80% ya wanafunzi ambao wanaingia vyuo vikuu huwa wana apply hizi help. But wakati inakuja hata wale alisema wiki 2 au malizi nayo wiki 1 unapata imeisha. Na ukienda kuchunguza kitu waswa ambacho amefanyia, kuna wale maybe ni za wiki 1 lakini labda amelipa karo, ama labda amefanyia kitu kingine, maybe amelipa rent ama nini. Lakini kuna wale wengine unapata ni wiki 1 lakini ulisikia sijui ya birthday ya nani, mwenyewe ameorganize birthday yake, alisikia weekend sijui kulikuwa na msanii mgani. Kama sawa mimi nilikuwa pale Eldoret, wakaanza walikuwa nasema the city of party. Unasikia kuna wale sijui kuna sherehe kwa wapi tamasha, kuna wengine sijui kuna sherehe wapi, na ameenda. Wakati hizo hela tena zinaisha, anarudi maisha yale yake ya kawaida. Unapata sasa yeye mwenyewe alishindwa kujipanga na zile hela kidogo ambazo amepewa, na kuongeza na zile za mzazi. But okay, mimi naweza sema tunaweza anza na kwanza wewe mwenyewe kujipanga. Ujipange vizuri, na ujipange pia vizuri na zile hela ambazo unapewa. Yeah, lakini sasa kuna comrades wengine wao wanalalamika ya kwamba hizo pesa ni kidogo au kujipanga kwenye nyumba, na pia kuanzisha biashara. Unajua ukiangalia ukiweka kwa mkondo wa kuanzisha biashara, anasema hizo pesa hazitoshi. Sasa watu kama hawa tunawasaidia vipi? Pia kuna mambo ya hizi training za financial literacy. Pia unaweza funzwa jinsi ya kuanzisha hiyo pesa, depending kama hali yako. Kuna venye pia hizo allocations hawapeani kwa usawa. Lazima pia kuna wale kama unahitaji sana, kiwango chako kiko juu kulingana na ule mwenye anajiwezea kidogo. So lazima pia wewe mwenyewe ujue, lazima wakati una make ile application unahakikisha umeattach the necessary ama the required information ile ambao watatumia pia kwa ile allocation. Ndio wakati wanakupatia usiseme usiende pale wanauliza what is your living level of earning, unaweka tu hapo tu farmer. Uelewe kwamba mkulima ni mtu ambaye anafanya pesa nyingi, anapata pesa nyingi sana katika ukulima. Unajua watu hawajawahi elewa. Sasa mtu wakati anakuja tu pale anaandika tu farmer. Unadhani hiyo farming ni kitu kidogo, kumbe farming ni kitu kubwa hata kuliko yule mtu ameajiriwa akimwandika mwalimu. Ukweli. Mtu ameandika hiyo farming anaonekana mkubwa kuliko hata police ama kuliko mtu mwingine anafanya kazi kazi zingine za ajiriwa. Ukweli. So sasa wewe unaweka tu pale farmer nini, na wakulima wanaonda pesa nyingi sana na wakati wa application. So wakati wa application mtu afaa kuwe keen na ile information ambayo ana attach na evidence zile. Walikuwa niona wakati wa new funding model walikuwa nasema hata kama ni nyumba, piga nyumba yenu picha uweke pale kuconfirm. Kama ni death certificate weka pale. Kama sijui ni single mother, hakikisha umeka ile barua pale. Zinasaidia pia wakati kwa hizo allocations pia wanakupatia kiwango ambacho wewe mwenyewe unakihitaji. Na pia kitu kingine nilikuwa naona kama chuo kikuu wakati nilikuwa kule tulikuwa na naweza sema hiyo ni tunaweza kuwa na general one, kwa sababu tulikuwa na kikundi chile cha wanafunzi ambao wanatoka sehemu ya magharibi na wale wa Kakamega. Tulikuwa na a welfare kit whereby unapata watu wanachanga, watu wakitoka manyumbani
Unapata huyu analeta gorogoro 2 za mahindi, yule analeta 3, yule analeta 1, mwingine analeta ngapi, alafu mnaziweka pamoja. Na wengine pia kuna zile za mnatoa za mnachanga za hela ama za fedha. Wakati mtu alikuwa akiinama, alikuwa anatafuta tu wale viongozi wa hicho kikundi, anamwambia leo ni kama ni kubaya. Kama ni wa hostel, anatumiwa zile hela zenye ambazo zinatosha chakula cha kumpeleka maybe siku hiyo. Alafu akijipanga kupigia mzazi kwamba huku kimekuwa kimeumana. Na sasa niwekee kitu. Mzazi akijipanga panga, utakuwa umeshajiokolea pale kidogo na kikundi. Ama kama maybe unaishi nje na maybe mahindi yameisha, unapiga simu, wanakupatia mahindi labda gorogoro 1 ama 2, moja maybe unasiaga, alafu pia wanakuongezea pesa kidogo ya kununua mboga. Wakati huo huwezi sema utamaliza gorogoro 1 na siku moja. Utasiaga hiyo unga, utakuwa nayo siku kadhaa. Wakati bado yuko kwa nyumba, utakuwa umepiga nyumbani, pia wanajipanga vile watakusaidia na walete mahindi mengine pale shule. So nilikuwa naona sisi tukiwa pale ilikuwa inasaidia wanafunzi wengi sana kujipanga pale kimaisha pia. Unapata pia inapunguza zile rates, lakini sasa pale inaweza sema ilikuwa inasaidia wale wanafunzi ambao wanatoka sehemu ambayo mimi natoka. Labda tuweza pata wale viongozi wa shule wakiweza pata strategy kama hiyo, pia inaweza saidia wengine pia. Tungekuwa na Silas atuambie kule Nandi kuna kana namna gani. Lakini natumai ni kama Western. Anyway, kulingana na vile Walter, kuna comment Walter alitoa mahali kuhusu employment. Jambo moja tu host. Yes. Nataka niongezea what Ezekiel amesema. Umejua pia hiyo mambo na comrade kujiunga na association. Yes. You know, wengi wao huwa wanaona kama hiyo ni kitu tu ya kawaida, there is no need. So Ezekiel has just shared a very good thing. Unaona shida comrade wetu akiona unaambia join association, pay the subscription fee, pay registration. Yes. They assume, but whenever they have a challenge, ndio wanatafuta the association. So they must be informed the importance of joining the association. True. And I think it should be a mandatory. And it's very unfortunately, the student association, yes, the student governing council, nowadays we only have puppets. They cannot think beyond. If we can be having a kitty as you join for the school, maybe as we begin the new semester. Yes. Kama kila comrade anaweza tutoa shilingi 200 for the welfare kit, and it's managed by the student governing council. Anytime we have such challenges, zina rise to from the either through the class rep, yes, or maybe through the association leaders. It will be very very easy for us. Then they don't do maybe monetary funds, maybe for only hata wale wanakaa hostels, they just do payment in the mess directly. Yes. Kama mtu amenini they buy for mahindi venye Ezekiel amesema hivi ingekuwa vizuri. But we don't have leaders, we only have puppets who cannot think beyond the reimbursement by the school. Yes. Ndio maana tunasema we must fix the system, and we must as we fix the system at the national maybe government also, we must also start fixing the system in our institutions. This is why yes, this is why I started this show, and so that comrades can share their issues and forward them to the administration. Sasa vile nyinyi ni viongozi vile nyinyi ni viongozi, you can share this show to maybe this show is being recorded. Like tonight there are some people who maybe they are sleeping, so they can't listen to this conversation, but it is recorded, and then we will post it as a podcast, so you can share to your fellow viongozi wale wa universities and colleges, pia wakaweze kusikia hii idea ambayo tunapeana kwenye hii show. Sasa
Kuhusiana na association, you remind me when I was in campus. When I joined nikiwa first year, so kulikuanga na time ya associations peke yake. Thursday ilikuanga siku ya association, na I remember ilikuwa tu hiyo wiki kama sisi bado ni mafresha, na Thursday ikafika, kama hata tuelewi shule ni nini tuko tu hapo tunazunguka kama mafresha. Mtu ananiambia association, mimi hata sijui association ni nini. Mimi nikasema hii ni vitu ya upuzi. Mimi nikaenda kukaa tu for a while tu, kanjaka kaanza kukuja, mfuko ikakuwa msoto. Ukiangalia nyumba hakuna chakula. Kikaumana tu. Unaenda huku unaomba, unaenda huku. Mtu anakuambia nyumba yangu hakuna kitu yenye tunaweza kula pamoja na wewe. So mwingine ukienda kwake anaona ni kama umemwongeza mzigo kabisa. So kitu nilifanya, I started looking for ways of how to survive in the campus. So kidogo sijui leader, kuna leader wa association wanafanya hii, unapeana fee of 200 shillings, I don't know, kuna 200, kuna 500. So mimi nikasema wacha next time nikipata pesa nitajoin, lakini kwa saa hii wacha tu ni join. Vile nilijoin walinisaidia sana, na mpaka saa hii bado tunasaidika. Kitu ya kujoin association is a very good thing, na pia students should consider it. Inasaidia sana. I think by the way your topic ni kubwa sana, we need to talk about it, but for today we will brush on anything that we can talk about, and then we see how it goes. Anyway, Walter, in your conversation there is somewhere you talked about unemployment or employment opportunities. How can students or youth leaders, that is president wa university ama college ama youth leader kama nyinyi, of course, mnawezaje saidia kukuwa na unemployment among graduates, or how can student or youth leaders help fight unemployment among graduates? Mimi nimetoka tu hivi college ama university, nimesha graduate, niko na pale kama masters kangu, ka degree, ka diploma, certificate, na sina hata sina wanaitangaje connection, sina connection. Sasa our student leaders wanaweza saidia aje huyu mwanafunzi akitoka shule asiwe na shida lolote wakati anaanza kutafuta kazi? Walter, sema kitu, unaona ushaweka microphone off. Sema kitu. Okay, my remark is about the same way to organization COSIPs. Must have also an organization. After mtu umemaliza college, graduate, after graduate to in a place for internship for one. This place to universities. Yes. This to in 1 year for internship. And to time mandatory after graduate to learn internship for 1 year. Then in the skill nakuja kwa industry. Yes. Really, one like my fellow young leader, we must start pushing for una katika example. Una katika Walter. Una katika Murana. Unaweza nisikia sahi? Yes, nakusikia. Nasema kama youth leaders lazima tuanze. Okay, Walter, jaribu kuunda network kidogo kwa sababu nakatika sana tukusikii. Joseph, sema jambo kuhusiana na what should student or youth leaders can help fight unemployment. How can they help to fight unemployment? Thank you very much. Yes. Maybe ningependa kwanza kujibu swali hilo. Yes. Na kusema hivi.
you know, pia we have, as we just said, unajua pia hii unemployment inakuja na maneno ya careers. Yes. Singo. So kila mtu ako na career yake. Kuna wale wanafanya accounting, kuna wale wanafanya education, kuna wale wanafanya labda engineering, kuna wale wanafanya nursing na medicine and other careers. Mimi naweza sema kitu ya kwanza, shule inaweza kuwa na zile career affairs. Pale shuleni. Vyuo vikuu vinaweza kuwa na zile career fairs, wana organize siku fulani pale, kunakuwa na career fairs, wanaweka tents, wanafunzi wanakuja pale kupata kuengage na wale sasa wanaleta wale zile makampuni na wale watu ambao wanaweza wa advise na kuwaongelesha according to their careers, vile wanaweza pata jobs na vile how these jobs are accessed inside Kenya na pia abroad, because sometimes tunaweza tegemea tu kazi hapa, lakini labda kuna hiyo market ama job market ya hizo courses kule nje. So we can also have those career fairs ambazo tutapata wale watu na kampuni na pia watu wa courses wanakuja kuongelesha watu na pia watu wengine kutusaidia kuelewa how these courses zile zinasonga. Pia tunaweza kuwa na zile networking events. Unapata kama ninyi mnafanya labda engineering hapa, pia nyinyi mtembezo mwende kwa shule zingine ama mpelekwe kwingine ambao mwende mfanye zile interactions na wale watu wengine wa zile institutions zingine. Through those networkings and networks inakusaidia pia wewe mwenyewe kujua watu wengine kwingine wenye wanafanya kozi kama yako, na pia kukitokea opportunity mahali pia wewe kwa sababu ya ile network ambayo uliunda na ule urafiki ambao uliunda unaweza bahatikia. Sio unasikia mtu anakuambia mimi nilikuwa nimetulia nyumbani, lakini kwa sababu ya rafiki yangu ambaye alisomea chuo kingine alinipigia simu akaniambia hebu kuja hapa, niko kazi lakini wanahitaji mtu fulani wa kazi fulani, na nikaba tu ni wewe peke yako najua umeisomea. Na wakati unakuja kujaribu unapata umeingia pale na maybe unapata una qualify ama unajipata uko peke yako kwa sababu ya rafiki yako. Ama labda walimwambia tu kwa sababu yeye maybe ni mtu wa bidii, wakasema unaweza kuwa na rafiki yako mwenye bidii kama wewe, anamwambia niko na rafiki, wacha nimuite aje hapa. Vitu kama hizo zinaweza tusaidia pia sisi kugrow. Pia tunaweza kuwa na zile entrepreneurship programs ambazo pia zinasaidia, zina promote the courses that we do. Unajua wakati mwingine unasoma alafu mtu anakukufisha roho mwaso kama hizi courses, wale wanafanya courses za walimu. Mtu anakuambia uliona the number of graduates ambao walitoka kwa chuo kikuu last year peke yake walikuwa 7,000. Sijui last year peke yake walikuwa 1,000 labda 12. Sasa wewe utapata wapi kazi? Lakini wakati pia wewe alafu bado akikwambia hivyo unashangaa bado kuna rafiki zako ambao wanapata hizo employment opportunities wakiwa bado miaka yao haijaenda sana. Na ule mwingine mwenye kozi yake iko na watu wengi, unapata yeye anakaa miaka mingi kabla andikini. Wewe mwenye wako walisema wewe utapata kazi, unapata umeandikwa mbele yake. So kuna zile pia hizo entrepreneurial programs wanafanya zile promotions za courses na pia wanaeducate watu kila siku, wanakuambia hii kozi unafanya unaweza kupata hapa kazi. Na pia zinasaidia pia wewe mwenyewe kuendelea pia kusaidia kuangalia the programs ambazo ziko kwa market, na pia vile unaweza zi access. Unajua pia sisi wenyewe siku hizi kuna simu zimekuja na mitandao ni mingi, you can access these things, hizi vitu zinakuja. So pia wewe mwenyewe una get to interact na kujipatia muda wa kuangalia hizi vitu. Na pia wanaweza saidia pia vyuo vilete zile kukue na zile partnerships na organizations za hizo partnerships zikikuja zitasaidia maybe kupatia wanafunzi zile internship programs. Na maybe na wakati mwingine pia hizo internship program inaweza changia pia ikuwe job opportunity. Nikiangalia nikikumbuka chuo kikuu kulikuwa na wale wanafunzi wa shule chuo ambao wanafanya engineering, walikuwa na some organization pale ya against ilikuwa Engineering Association of Kenya ama sijui ilikuwa nini, kitu kama hicho. Walikuwa na some organization ambayo walikuwa wanashirikiana nayo mara kwa mara katika zile activities zao walikuwa wanafanya pale shule.
kama wako na engineering day, kama wako sijui na what nights, the gala nights zao, wakati wako na events zao za workshop za nini, walikuwa wanawashirikisha mara kwa mara. So inawasaidia pia wao kupata ile experience. Na pia inajaribu kubuild ile connection na that connectivity and that network. Wakati pia wewe unaonesha umaarufu fulani wakati wamekuja pale shuleni, si pia inawasaidia wale kutap na kuangalia uweledi wako, alafu inakuwa rahisi wao pia absorb katika field yao. Na pia kama ni ile internship, wanaweza sema hii mwaka, kwa sababu unajua wamepartner na shule, wanaweza sema huu mwaka tunaona tu hii shule yenu tuwapatie maybe internship programs 20. Hiyo itakuwa imesaidia wanafunzi 20 ambao wanafanya kozi kama hizo. Ama wanasema tunawapatia internship programs kama 50. Na wakati maybe hizo 50 wakati mnamaliza wanaweza amua maybe wako na upungufu fulani, waamue kuajiri watu 20. So tukiendelea hivyo pia inasaidia kupunguza hizi rates. Na pia kuna wale wanafunzi ambao wanafanya zile kozi ambazo pia unaweza jiajiri, si lazima utegemee ajira. Kama wale wanafanya kozi kama IT, si lazima uajiriwe na mahali na kampuni. Unaweza anzisha mwenyewe mwenyewe mahali fulani, ununue kompyuta yako, ununue printer na rim paper na uanze kazi, ama maybe uanzishe kitu fulani mahali. Na inaweza saidia pia wakati unaendelea hivyo, unaweza ajiri hata watu wengine, utafute mtu mwingine ambaye pia ako na hizo skills. Na pia ukiendelea unaweza anzisha pia uanze computer college, unaanza kutrain watu computer kidogo hivyo, watu wakizoea hivyo mtu ukiendelea kupanua biashara yako, ukisonga na unaendelea kukua katika hizi, unaendelea kupunguza zile rates of unemployment. Ukweli kabisa, watu wafungue kampuni. Watu wafungue makampuni. Watu wajikaze, wafungue biashara. Yes, kama hapa Wamuzi Radio soon tutahitaji attaches, tutahitaji employers. Wanaita employers ama wanaitanga employees? Yes, employees. Tutawahitaji. Naona ndugu yetu Walter ametoka kwenye mkutano, nafikiri network inamsumbua. Sijui hiyo region yake iko namna gani. Inafaa tumuombe apate network mzuri. Inafaa tuzungumze na government imfanyie kitu, kwa sababu hawezi kuwa youth leader na ukuwe na network problem. Anatoka kwa waziri mkuu. Kwa mkuu wa mawaziri. Anyway, wacha tukazungumzia kuhusu politics kidogo. What are the effects of politics in campus? Is it good or bad? About the effects of politics in campus, I can say the effects of politics in campus not siwezi sema ni nzuri na pia ni mbaya. Yes. Naweza sema ni bainifu. They are good and sometimes also they are bad. They are bad. Mimi naweza sema kwanza ni nzuri kwa sababu it prepares somebody for the future, ama for the future leadership. Yes. Kwa sababu wakati uko pale shuleni inakusaidia pia wewe mwenyewe kujijenga katika uongozi wako. Inakupatia ile experience ya uongozi. Inakupatia pia wewe inakusaidia pia wewe mwenyewe kusoma ile kuelewa shida za wanafunzi. Yes. Ama za watu ambazo zile shida ambazo wanapitia, na pia jinsi ya kuzisuluhisha. Na pia wakati uko pale pia unajua sio eti kila jambo ambalo wanafunzi wanakuambia una suluhu lake hapo na hapo. Yes. Lakini inakusaidia pia wewe unajifunza kujua kuna zile concerns ambazo wanafunzi wanaweza leta na zinaweza suluhisha kwa namna hii. Na kuna zile za wanafunzi wanaweza leta na wanaweza suluhisha na namna nyingine. Kuna zile mtu alikuwa anasema kitambo ilikuanga management ikifanya kitu kidogo ni maandamano. Mnaenda barabarani. Lakini siku hizi imefika level yenye ambayo in case kama kuna any concern imereziwa kwa pale shuleni. Yes.
unapata mnaweza enda mkaketi na wanafunzi mkachukua zile concerns zao na pia wakawapa mapendekezo yao ya kile kitu ambacho wanahitaji. Kisha nyinyi mtaenda kwa management ya shule, muwape zile concerns na muwape pia yale mapendekezo ambayo wanafunzi wamepeana. Yes. Wamepeana ili myatumie. So in that perspective pia mta negotiate na management alafu waone pia wao ni nini wanaweza fanya ili kusaidia ama kusuluhisha yale zile shida. Yes. Unaona? Alafu pia utarudi kwa wanafunzi kuwapa hiyo feedback. So hiyo vitu ya uongozi wa shule mimi naweza sema kwa namna fulani inakujenga pia inakuandaa kukuwa kiongozi wa kesho. Ukiangalia wanasiasa wengi ambao wako katika ulingo wa siasa wakati huu wanafanya vizuri. Yes. Unapata walikuwa hapo walikuwa campus student leaders kwa namna moja, kwa kila namna moja ama nyingine. Yani inakuwa kama playground. Yeah. Na unajua hiyo campus politics pia ni kama tu za huko nje, ziko na goons. Yes. Ziko na campaign rallies, ziko na debate, ziko na goons. Ziko na kila kitu. Sasa pia inakusaidia kusoma, unajua pia unajipanga mapema ukijiandaa kwenda siasa za huko nje. Na pia ziko hata na hizi ziko na hata na wizi sa wakati mwingine. Hata iko na ya kukula tear gas. Iko na kukula tear gas. So unazo na pia siasa zingine pia zile kuna zile zenye mnatumia magari. Yes. So pia wewe unajua what a campaign budget means to wakati unafanya campaign zako. So ukitoka nje unajua kama campus politics labda nilitumia 1000 maybe 50 ama 100. Unajiuliza sasa wakati nitatoka huko nje naweza hitaji ngapi, kwa sababu hiyo nayo sasa nahitaji kutembea na nigawe watu pesa ama hela fulani za kusonga. But kuna namna nyingine pia naweza sema yes, ni mbaya kidogo, kwa sababu wakati mwingine inaleta violence. Yeah. Unapata watu mnapigana kwa sababu ya kuwa mirengo tofauti ya siasa. Yes. Labda wewe ulitaka mtu fulani na huyu alitaka yule mwingine. Lakini pia inaleta ile kwa sababu ya nyinyi kukua upande mbili tofauti, inaleta ile mivurutano na migongano ya watu. Yeah, hata watu by the way watu hukufia pia kwa siasa ya campus. Sana. Yes. Na pia inaleta chuki, kwa sababu unapata mwenzako unapata rafiki yako. Unajua kuna wakati nilijipaka katika njia pana, unapata wewe uko hapa, rafiki yako pale amesimama, lakini ni kabila lingine tuseme, si ndio? Yes. Alafu huku kuna mtu ambalo ni kabila lako na amesimama, lakini si rafiki yako. Yes. Sasa huyu rafiki yako anahitaji umpe support yako. Yeah. Lakini kuna mtu pia wa kabila lako na pia unahitaji mtu wa kabila lako. Unajua kwanza ukabila iko sana katika hizi siasa za campus. Anahitaji uongozi. Na wewe unaona nikiacha huyu atanionea vibaya kwa sababu ni wa kabila langu. Na nikiacha pia huyu atanionea vibaya kwa sababu ni rafiki yangu. Unapata sasa na ukiendelea sana itabidi lazima umetake side, lazima utasupport mtu mmoja kati ya hawa watu wawili. Na sasa wakati huyu mmoja akiona hujamsupport, inaleta ile chuki katikati yenu. Kama ni rafiki yako inaharibu ile urafiki ambayo mlikuwa nayo, kwa sababu utahitaji kufanya utahitaji kusupport side moja. Yes. Na pia sometimes kuna ile misuse of power, wakati mtu anaingia katika uongozi na anataka kuitumia sasa as a tool of stepping. Sasa onekane yeye ndio bingwa. Yeye ndio bingwa. Yeah. Atembee kwa maofisi mjue sasa yeye ndio rais wa hiyo chuo. Akipita lazima mjue amepita. Anataka kupita ikifika masuala ya wanafunzi, kama zile tulisema mwanzo kwamba kuna zile bursaries wanapeana za wanafunzi. Anataka kupatia watu ambao ni wa kabila lake sana, ama wale marafiki zake na wale walimsupport, mpaka anasahau jiji wengine. Sasa anatumia uongozi wake vibaya, ama anataka maybe anatumia hiyo cheo yake ama cheo chake
kufanya mambo mengine ambayo si halali na maybe hayaruhusi. Ndio hiyo. Kabisa. Na pia sema tu na pia ningependa kuongeza pia naweza sema siasa ya campus pia ni mzuri kwa sababu bila siasa hakuna kuchagua kiongozi. Si lazima tukue na kiongozi. Lazima tuwe na kiongozi, na pia inasaidia wewe uanze kusoma na ujue ile demokrasia ya shule, kwa sababu we need to have democracy. So we have ujue kutoka kule kwamba kuna kupiga kura na kuna kuwa na kura, kuna ile demokrasia, kiongozi ambaye wewe mwenyewe unamwenzi, unampenda na unamchagua kwa sababu ya maybe ya maono fulani, ama umeona kitu fulani kwake, ama unamchagua kwa sababu unaitaka maybe upate ubenefit katika njia fulani. Yeah, so politics, majorly politics ni mzuri tena ni mbaya. Ndio hivyo sasa. Anyway, kuongelea kuhusu elections kwa sababu tumeguzia kuhusu kuchagua kuchoose leaders wale ambao tungependa pia watu waongoze vizuri. How can elections on campus remain peaceful and fair as much as kuna chuki ndani, as much as kuna hiyo vitu yote? Tunaweza fanya aje ndio kusiwe na uharibifu wa mali na hiyo vitu yote yenye huwa inafanyika? Kama juzi niliona, I think it was Nyeri National Polytechnic walifunga juu walikuwa kwa elections na wakaenda wakaanza kufanya hiyo mambo yao ya nini, protest. So protest ndio ilifanya wakaharibu mali, walichoma, sijui ilikuwa library, ikabidi wafunge hiyo shule. So ni mbinu gani wanaweza tumia ili tuwe fair? Yes, naona hata Walter ameingia sasa. Joseph, sema jambo, ni mbinu gani? Mimi naweza sema for us to ensure that the elections za campus ziko peaceful and fair. Mimi naweza sema kitu kwanza tunaweza anza na zile gombea by observing zile election rules. Hiyo ni kitu basic. Kuna zile rules ambazo huwa zinakuwa zimekuwa set za elections, za run the whole process of elections. Wakati unavunja ama wakati maybe unavunja moja na yule adui yako ameona umeivunja, anaanzia pale mgogoro. Labda maybe election ilifaa, maybe wacha tuseme tu ilifaa ianze 6 ama tuseme ifungwe 5 jioni, si ndio? Alafu maybe kwa sababu kulikuwa na itilafu kidogo, maybe wame extend kidogo na dakika tuseme 10 hata ama 1 hour, si ndio? Na maybe yule adui yako kwa sababu kuna siku hizi ni delegate system. Delegate wake ambaye alitegemea mpigie kura alikuwa anaongoza before ifike 5. Wakati waliongeza muda, labda hawakuwa wamemhusisha, inafika 6 PM mtu wake ameanguka, ama hajaweza kushinda. Huyu mtu anaanzia mgogoro pale akisema wale watu ama wale watu waliosimamia kura walikuwa wamenunuliwa ili wahakikishe kwamba nimefeli. Wale candidates wetu walikuwa wanaongoza, lakini baada ya kuona wetu wanaongoza wakaongeza muda ili watu wetu waweze watu wao wapite. Ama most tunaitanga projects za shule. Kwa sababu wakati waliongeza muda wanaona kama wewe ni shule ilikutakia. Pia tunaweza kuwa na hii maneno ya avoid hate speech. Wakati tunapiga sera, tunauza sera zetu na tunazungumza, tuna avoid kuongelea wenzetu vibaya ama kusema vibaya kuhusu wenzetu. Wakati unasimama pale unatusi watu ama unaongelea mwenzako vile labda unatoa zile siri zake za ndani ambazo maybe si nzuri for the public. So pia hiyo inachangia katika kuleta kuharibu ile amani ambayo ni ilikuwa katika elections. Wakati alafu pia kuna hii maneno ya accepting the results. Na unajua ku accept sometimes when bring the act of maturity. Unajua siku hizi ni kama pia national politics influence campus politics, where pale you get that after mtu amekuwa elected
the first thing ni hawa kwenda kusema hii kura haikuwa free and fair, tumeibiwa. Yes. Sasa mpaka unaketi unajiuliza, na wewe wakati walikuwa wanaiba hiyo kura ulikuwa wapi? Yes. Kwa sababu ingekuwa wewe umeshinda, ungekuwa unasema kura zimeibiwa. Lakini wakati wewe umeshindwa ndio unasema kura zimeibiwa. Alafu kitu cha kushangaza ni kwamba unapata, kwa sababu ni delegate system, unajua delegate ni mtu. Yes. Utasema ati akienda kwa system akiweka jina lako ni inasoma jina lako. Hakuna siku ataenda kwa system aweke jina lako alafu lisome la jirani yako. So mtu akikwambia kura zimeibiwa, unajiuliza kwani waliiba huyu delegate wako wakaenda nao? Kwa sababu kama ni kura zako 5 labda umepata, kama ni amshinda mpinzani wako amepata kura zake labda ni 11. Sasa ziliibiwa vipi na wewe umeona huyu amepata 11, wewe umepata zako labda 7? Yes. So unapata zile migogoro za kama hizo za kutokubali matokeo yanapotoka ndio zinaleta ile migogoro. Lakini ukiweza kukubali matokeo wakati wamezitangaza, inaleta siasa, inaleta amani katika siasa. Na pia kuna zile we can have the peaceful campaigns, na pia campaigns zetu zikuwe za ideas. Yes. Ukiketi tu chini na usikize tu, uamue tu mimi nataka hawa watu wawili ni wasikize, yule ambaye ako na sera nzuri nimpigie kura. Shida watu siku hizi, kwa sababu mnataka kuonesha ubabe wa mtu wenu, wakati mnapita mnataka kutembeza viboko, ndio watu hawaheshimu. Niliona kama kuna chuo kikuu kimoja katika eneo la magharibi, sitaki kukitaja, lakini hao walianza vita asubuhi, wanaingia hivi kupiga kura. In fact wanaanza vita kabla hata siku ya kura. Ikifika siku ya kura, hata mpaka watu wanakimbizwa mbio, lazima walete polisi wengi kuchunga zile kura ama kuchunga maeneo ya shule, kwa sababu wanajua rapsha zitatokea nyingi sana. Ndio hiyo ulikuwa unasema goons. Kwa sababu kuna goons, unajua wakati mwingine unapata hata wale goons si wanafunzi wa hicho chuo. Labda ni wana kijiji tu pale, ama wanafunzi wa chuo kingine wamekuja pale ili kusaidia maybe mtu ambao labda na kabila lao aweze kupata uongozi. Sasa wale goons wanachangia hatupati peaceful campaigns. Lakini tukiwa na zile issues based campaigns, ile unasikiza agenda alafu mwenyewe unajiamulia. Ama kama hata hutaki kusikiza agenda, wewe na ule mtu wako mweke kwa roho. Ikifika siku ya kura, nenda mwekee kura yako, bila hata kama hutaki agenda yake, lakini bora unampenda, mwekee tu kura yako. Si lazima unilazimishe. Unaweza kuja tukaketi ukanielewesha kwa nini unataka huyu na hutaki ule. Yes. Wacha Walter pia kaweze kutoa neno moja. Unajua pia alikuwa amenyamaza sana hiyo kona. Amenyamaza sana kwenye hiyo kona, alikuwa amepotea kidogo, lakini naona amerudi. Ili swali ambalo tulikuwa tunazungumzia ilikuwa this is the question that we are talking about is how can elections on campus remain peaceful and fair? Na tuka eke example kama ile yenye imefanyika juzi pale Nyeri National Polytechnic, penye watu walifanya protest, ikabidi shule ifunge kwa sababu walichoma pia library, so ikakuwa no go zone, wakafunga shule. So how can elections on campus remain peaceful and fair? Okay, thank you very much for the good question. Yes. My apologies, my unstable network. Niko kwa kijiji sasa napanga vijana ground. Unajua vile ulitoka tu na tukasema na Joseph ya kwamba government inafai kufanyia jambo, kwa sababu unakuaje youth leader na hii maneno inakuwa ngumu. Ndio maana na push for a change. Yes. We want to drain the swamp 2027. Wow. Kuanzia chini hadi juu. Wow. Area gani hiyo? Kuanzia tu chini, MCA aende nyumbani, MP aende nyumbani. Oh. President aende nyumbani, governor aende nyumbani.
Yeah, anyway, Najua bwana yes. I think bwana Ezekiel atanimaliza akisikia hivyo. Lakini sisi ni watu wa kulinda wananchi. Ndio hiyo sasa. Na pia yeye nina furaha tele. Yes. Pia yeye ameamua kujiunga na sisi tulinde wananchi. Kwa sababu mambo ni mbaya ground. Ndio hiyo sasa. Sasa lakini wa Mnyoro kama tutaenda. So kulingana na hiyo swali la shule. Yes. Unaona kama what I can say should be done. The management of institutions should stop interfering with the election of the students. They must be independent. Yes. As they should be. Ya pili, wanafunzi sisi wenyewe kama tunataka tukue na good election huko nje, we must also exercise in our own capacity. Tusikue tuko nje tunasema tunataka change na leta change the institutional level. Yes. So pia sisi tuko na wajibu ya kucheza. Tuhakikishe kuwa tuko na election ambazo ziko sawa. Kama niyo mambo na bribe, I think hiyo ndio kitu inafanya tunakuwa na incompetent leadership. Yes. As long as mtu akuna pesa pia campus anaenda anashinda, na hakuna kitu atawahi fanya. Na pia project ndio kitu na pia wanasemanga project ya shule. Sasa sivyo, umejua project ya shule inapewa pesa na shule. Unaona? So they will never talk on behalf of students. So we need to start from there. Tukisema mambo na handout no, tunaanzia pia hapo shule. Wakileta project ya shule tunakataa katakata. Alafu jambo la mwisho ningependa kusema. Yes. Kama viongozi umejua tunapenda kujidivide kulingana na tribe. So tukiacha hiyo najua tutakuwa na very peaceful election sana. Kama tutasema we are one Kenya, one flag, one nation. Hata pia ukizungumzia kuhusu Kenya, hali ambayo tunapitia saa hii, tribe is very high. Unasikia tutapigia Mkalenjin kura, vile sasa Ruto ameshakuwa Mkale, ameharibu inchi, sasa tutawaipigia Mkale. Sijui tutawaifanya nini. Unajua pia inakuja ina affect pia the campus. So these things I don't know. inafaa tuache, lakini sasa shida ni politics ya siku hizi. Kitambo mtu awache, it's very tricky. Anyway, Walter, kuna swali lingine ambalo tulizungumzia, lakini sasa ningependa tu ikuwe brief. What are the effects of politics in campus? Is bad? Kwa maoni yako, in short, in brief. Ya kwanza is very good because you know you must mentor the young leaders. Yes. And you know you cannot just come from nowhere and say you want to be an MC. You must start from somewhere. Yes. The campus only prepare way for the future leaders. That's what we have been seeing. The likes of Akina Babu, we know the likes of Akina Ruto. They were all leaders. Yes. So what I can say, it's a very important aspect which you cannot ignore. So I will take up leadership at the as you proceed. So uliona pia kwa Biblia Yohana Yohana alikuja kupa barabara kwa Yesu. Yes. Kabla Yesu akuja. Yes. So the student politics nafanya, they just prepare way for you to be a leader kuja. And I'm glad exactly tunaenda kutana na hapo payment very soon. Because kwa leadership, you are being nurtured, you are being mentored, and ready now to lead. So thank you very much because of time. Yes. Wow, nice. That's nice. So tunapomalizia, kwa sababu naona muda umeyoyoma, umetuacha.
in just short words, can I say short advice or words? What advice will you unajua, by the way, before tuende kwa next question, we have more to talk about campus politics and youth, of course. Unajua hatujazungumzia bado shida ya youth kwa community. Hatujazungumzia mambo na political environment ya youth, so tumeguzia tu campus, but there is more to talk about, lakini sasa juu ya muda itabidi, juu the conversation is making me very active and I love this show. Huwa inafanya, by the way, inakuwa very active. Sijui kama pia wewe politics inakuwa mzuri kwako. Anyway, what advice would you give students or youth who are afraid for leadership? Wale ambao wanaogopa kujiunga kwa hii leadership, just in short word advice. Tukisonga tuanze na Jose. Asante sana, nashukuru. Na ile advice kidogo mimi naweza sema kwa the little experience I've had, kwa sababu siwezi sema niko na a lot of experience, kwa sababu okay, niko na ile uongozi kidogo, tumeanzia maybe level ya primary, tukisonga hivyo hadi vile tumefika campus, lakini pia we just have some also little knowledge. Na mimi naweza sema uongozi is just about courage and that zeal of service. Wewe ukiwa tu mtu ambaye unajiamini na unaweza simama mbele ya watu na unaweza waongelesha na watu wanaweza kusikiza, you can command something. Unajua uongozi pia ni ile maono, that thing that you can do the best. Unajua wakati unajiamini tu kidogo hivi, uko tu na courage, unasimama mbele ya watu na unaweza sema, bas uongozi unaanza hivyo. Ile wa mtu alikuwa anasema hata mtu hawezi ongoza cattle dip. Unajua hiyo uongozi wa cattle dip ni uongozi. Yes. Ile wakati unapatanga wakati mwingine ukienda tu mahali ukionekana tu hivi, wakikujua kwa chama fulani, wakianza kuchagua chairman, secretary, utakosa pale. Yes. Lakini wakianza kusema nini, chairman na wasema anza na huyu. Hiyo ni kitu fulani, kuna kitu fulani ambacho hawa watu wameona ndani yako yenye wanajua unaweza wawakilisha vizuri. And also katika uongozi usiwe mtu ambaye unaogopa makosa. Yeah. Na if you want to be a great leader, you should not if you ukwe tu ule mtu ambaye you fear mistakes, because everybody ndio ukwe katika Yes. Jose, umepotea kidogo, sijui kama unanipata. Kwa ile unajua Yes, Jose. Na azma na elimu ambayo unaona. Jose, umepotea kidogo. Yes, umepotea kidogo. Sijui unazungumza nini. Anyway, Walter, unaweza sema jambo moja, advice kwa students ama youth ambao wanaogopa kukuwa leaders? Thank you. Yes. Mimi nitasema hivi, umejua kuwa kiongozi lazima you identify a challenge, problem, and you have an alternative solution to ensure that we combat the problem. So kama wewe ni kijana unaogopa uongozi, lakini uko tu hivi unasema maybe inafaa, sijui mambo education imekufa, ama maybe unasema campus student leaders they are not doing anything. Yes. Then mimi nakurumia, because you identify a problem, then you start solving it as a leader. So mimi ningependa ku-encourage vijana wenzangu wajitokeze. Kwa sasa hivi tuko na elections za National Youth Council. Yes. At least wamesema ni 6 youth per ward, then wafike constituency, then iende hadi national. I want to give a challenge to my fellow young people to come out boldly, they vie for the position,
be part of the decision making table. Anytime youth tumekuwa tukilia that we are not part of the decision making table, sahi we just need to cry and say, why did you make any table without us kama vijana? Yes. Na lazima tuonekane kuwa tuko na ile zeli ya kuongoza. So vijana wenzangu, tuingie kinyang'anyiro. Some of us tutakuwa kwa ballot, tukutane bunge, tuelekeze nchi kule ambapo tunaona inafaa. Kwa sababu nchi kama haiendi vizuri, sisi ndio tunaweza tu fix. Yes. So vijana tuongoze, be part of the system. Mimi wanakumbusha vijana kitu moja. You will never have a change when you are not part of the system. Be part of the system. Change the system when you are a part of it. Kuwa ndani ndio ulete suluhisho. Wacha kusemea tuko nje, one term, no. Be part of it. Kuwa kwa meza. Unaona, ukikuja kwa meza unawaambia this is what we want to do because you have an idea, then you can implement. Yes. So vijana wenzangu, tujitokeze, tuchukue uongozi. Sisi ndio viongozi wa sasa hivi. Tuliahidiwa kitambo tutakuwa viongozi wa kesho. Kesho imefika na kesho ni leo. Asante sana. May God bless you. Yeah, thank you very much Walter. Swali la mwisho tunapoenda dakika na hii, kila mtu nampa less than 1 minute. What or where do you see youth leadership in the next 10 years? Where do you see leadership ya youth overall? Achana na campus, now the youth leadership overall, where do you see it in 10 years? Joseph. Nashukuru na unajua uongozi, yes, ni kitu ambayo naweza sema ni inborn. Yes. Ama mtu anazaliwa nayo. Na me I see youth leadership in the next 10 years whereby the youth will be the voice of this country, making ideas, leading in innovation, and they will be the people will be influencing things to happen in the country, whereby they will be the ones sitting in the houses of power. This is the National Assembly, the County Assembly, and even in the executive, whereby these people will be in governance. They will be leading in the community development of this country. Yes. Leave alone now ambayo when a youth tries to rise wanakufinyilia. Me, I'm seeing a youth vision whereby we will have youth in rising in governance, innovation. Now they will grow with a lot of influence of the young people and taking up these roles that the old guards wamekwamilia kwa miaka mingi na hawataki kuachilia. Kijana mdogo akijaribu kuamka hivi wanataka kufinyilia wamnyamazishe. So me, I'm seeing a very vibrant and active youth participation in the future. Wow. What about you, Walter Gidei? What about you? Where do you see youth leadership in the next 10 years? Okay, what I can say in the next, even not let me just say in the next year, 2027, the young people will be on the decision making table. Vijana wamejitokeza na they are very much ready to take the position. So hata tukisema 10 years ni kitambo sana. In the next 10 years the president will be a young person. Yes. Take this to the nearest bank. Come in the next 10 years, the House of National Assembly will be dominated by the young people. Majority of the governors will be young people. So the future is luminous for the young people of Kenya. Yes. And the whole Africa. We can just see from President of Senegal, the likes of Traore. So we are going there. Yes. And I just want to challenge every young man outside there, be part of the change. Wow. Nice. That was a nice conversation, and there is more to talk about leadership, mainly the youth leadership and the campus leadership. Tunaweza ongea mpaka kesho of course, lakini kwa sababu ya muda wacha
malizie pale, show yetu ikamalizie pale. Alafu pia kuna jambo moja ambalo Walter umejaribu kuguzia kuhusiana na youths. Kuna umesema youth what? Something youth ambayo kuna election inaendelea saa hii. Sijui kama anybody from any other county can also apply for the leadership in that county. I don't know. Okay, clarification for the National Youth Council elections zinafanyika Kenya mzima. Yes. All the 47 counties. Just encourage our fellow young people to vie. At least 6 people per ward, 3 ladies, 3 gent. Then they make at the constituency level, they elect 1 gent and 1 lady to represent them at the National Youth Congress, which is like a National Assembly. Yes. For the young people. Then from the National Assembly of the young people, they will elect 8 people to represent them at the National Youth Council. Wow. So let's encourage our fellow young people to apply and be part of it. Wow, nice. Thank you for clarification. So I believe our listeners, you have heard, as you have heard. Let's join the table. Let's join the decision table. Let's come together and become the voice, so that our watu watoke akina Sudi and so forth watu ondokee sisi tuendelee mbele. So thank you very much. Thank you for our guest of honor being here on Wamuzi Radio, and thank you for a good conversation. Sijui kama mmefurahi kukua kwenye hichi chumba chetu cha uzungumzaji, ama tunaweza sema namna gani? I don't know if it was great, but I have a great show with you. So, and I believe we will have another one talking about the youth leadership now, apart from campus. So tunatarajia mingi, na pia connect us to other leaders who you have or who you can approach to, so that we can have very many interactions and ideas, so that the government can listen also to our ideas on what we have for us. Yes. So thank you for those who have listened to Wamuzi Radio. Thank you for those who have been following us. Looking for powerful talks, entertainment, campus discussion? Tune into Wamuzi Radio, the home of bold voices and great vibes. From inspiring interviews on Wamuzi in the Talk. How did Amapiano music start? And where did it start from? Yeah, so I'll tell from the beginning, no worries. How will you describe campus politics today? Okay, in my respectful view, the campus politics today, they often reflect a sharp division, whether ideologically, tribal based or personal interest. Tubonge kabisa ndani ya Wamuzi Radio. Bonge mtu tatu nakwambia show iko lit sana. Sijui unasikiza ukiwa upande gani nchini Kenya? Tuambie umetegea wapi? Hebu yangu nikuulize swali. Ni kama Andrew Kibe role model wako. Yes, sasa. Hapo ni kwa sasa Ami kitu nimejaribu. Nakwambia mimi nilipika uji nikaa kwa thermos, na nikachukua hata maji kamwaga maji nikapika ugali. Ugali wa video inanuka ile ndimu. Ndimu bro. Watu wanakula ugali ya muhogo, wanakula ugali ya bruce. Ugali flavor to grade. To music that keeps your day alive. If I tell you all my if I tell you all my feet. You are listening Wamuzi Radio. More fire, more Wamuzi Radio. Le général Dangote. Le grand Mao.
or west, wapi ndio best? Wesema tutakutrace, bring trouble, make a mess. Pa pa pa, violence, 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 violence. We bring you content that informs, educates, and entertains. Wherever you are, stay connected and listen live. Tap in now through our online radio streams. Wamuzi Radio, your voice, your station, your story.